Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Awasalamia kwa jina la Bwana Yesu Kristo. My name is Reverend Paul Mwatha. Jina langu ni Paul Mwatha. I'm from Thika. Natoka Thika. I'm in the Thika region. Natoka katika maeneo ya Thika. We are here for this course. Tuko hapa kwa sababu ya kazi hii. Praise God. Asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I'm happy to be here again. Niko hapa na furaha kuwa hapa leo. I know some of you know me here. Najua wengine wenu mnanijua hapa. I'm Apostle Josiah Lee. Mimi ni mtume Josiah Lee. I'm a regional teacher of Global Pastor Training. Mimi ni kiongozi katika pastoral training Nakuru and Nairobi. Huko Nakuru pamoja na Nairobi. And we are trusting God for other parts again. Na tunaaminia Mungu katika maeneo mengine pia. We thank God for Reverend Daniel. Tunashukuru Mungu kwa Askofu Daniel for opening another door for us to be in this region. Tufungulia mlango kwa maeneo haya. We are happy. We shall be together for a long time. Tunafurahia tutakuwa pamoja kwa muda mrefu. Our director, God bless you for giving us the strength. Mkurugenzi wetu, Mungu akubariki kwa kutupa nguvu hii. We are learning after that. Tunasoma kupitia. Amen. God bless you so much. Bwana abariki sana. Amen. 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 So before I bring the coordinators who have just come in. Kabla tutaleta coordinator mwenye ameingia. We have the only girl Tuko na msichana pekee who works with Global Pastor Training. She works from the back side. Yeye anafanya kutoka maeneo ya jengo huko. Sometimes she is rarely seen. Wakati mwingine haonekani. She likes to keep us straight. Lakini anataka anatoweka straight. You can write a misspell a name or something and then she spare you. Unaweza kukosea kuandika jina vizuri. That is why when we say you must register, ndio sababu tunasema lazima register. you must make sure that you register your attendance on each and every day. Na register wale wanaokuja kila siku. Let me bring Mercy Adoye to come and greet us. Leta Mercy Adoye kuja tusalimie. She's the data manager at Global Pastor Training. Data manager wa Global Pastor Training. Thank you, Daniel. Asante Daniel. Okay. Hi. Hi. Good evening. Habari ya jioni. It was a long journey for us. I come from Nairobi. Imekuwa ni safari ndefu, nimetoka Nairobi. We've been traveling since yesterday. Tumekuwa tukisafiri tangu jana. But I thank God you're here. Lakini nashukuru Mungu tuko hapa. Thank God for journey mercies. Asante kwa huruma za Bwana. I thank God for opening this door for Kisii. Na pia nashukuru Mungu kwa kufungua mlango huu kwa ajili ya Kisii. For us to be here. Sisi tutaweza kuwa hapa. It is not by our will. Sio kwa mapenzi yetu. But by the grace of God. Ni kwa neema yake Bwana. Thank you so much, Doctor, for coming. Asante daktari kwa kuja. You're a great man. Wewe ni mtu mkuu wa Mungu. God continue to bless you. Mungu aendelee kukubariki. For this vision of Global Pastor Training. Kwa maono ya Global Pastor Training. It is not easy, I know. Najua si kazi rahisi hivi. But I know that with the grace of God and the mercies of God that we are always going to go through. Lakini najua kwa mapenzi ya Mungu na rehema za Bwana tutapitia hayo yote. So here again I would like to welcome you to the training. Na pia nataka niwakaribishe katika mafunzo haya. I know you will not regret it. Najua utachutia. Come and register. Njoo ukasema jasiri. Yes, as you know, I take keen attention to the registrations. Nachunga sana, naangalia sana katika mambo ya kuandikisha. They help us keep the ministry running. Inatusaidia kufanya huduma kuendelea. Thank you so much. God bless you. Asante Bwana na wabariki. Amen. Thank you very much. Asante Bwana wabariki. We have the coordinators who had not introduced themselves. Tuko na coordinator mwenye alikuwa atajitambulisha. Our chairman. Nataka pamoja na chairman. Na pia mambo yanaona. Amen. Praise the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Apostle Damasco Mwangi. Mtume Damasco Mwangi. The municipality coordinator. It's a blessing to be here. Ambaye anasimamia municipality. I acknowledge the presence of our chairman. Na tambua uwepo wa chairman wetu. And all the men of God around. Apostle, it's a blessing to have you all here. God bless you. Na watu wa Mungu, mtume Bwana abariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Praise the Lord again. Bwana asifiwe tena. Thank you so much, Bishop. Asante Askofu Daniel. Through you we are here today. Kupitia wewe tuko hapa leo. Thank you for giving us a test of this global training. Asante kwa kutupa jaribio ya Global Pastor Training. Thank you so much, Daktari. Asante daktari. Doctor. We were privileged to have it in
Marani Sub-County, Tumetunukiwa kuwa na mafundisho haya katika Marani and we Sub-County, loved it so much. na tuliweza kuipenda sana. I remember I'm amongst those pastors who gave a testimony to say on how helpful it was to us. Nakumbuka miongoni na wale wachungaji waliotoa ushuhuda vile mafundisho yamekuwa So I msaada. also want to thank God because you also just agreed to give us another chance. Nashukuru kwa kukubaliana kutupatia nafasi nyingine tena. Global Field Evangelism churches around here. Anasimamia kanisa za Global Field. So I just wanted him to greet you Nataka wasalimie because when working with Dr. John Crimmins, kwa sababu kufanya kazi na Daktari John I've Clemens learned a lot nimesoma sana. because I know there are some things that I can do. Najua kwa sababu nimejua kwamba kuna mambo naweza So I fanya. cannot do everything. Siwezi kufanya kila That kitu. is why I have some people like him Ndio sababu niko na mtu kama yeye doing some of the oversight work. kufanya kazi ya uangalizi. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the name of the Lord. Nimeshukuru sana kuwa mahali hapa I'm so grateful to be here na today. ninafurahia sana kwa sababu ya Peace of Dan, And I'm so grateful because of Bishop Dan, kwa sababu ya masomo yale tuliyompokea kutoka kwa pastor, na ni baraka kubwa. because of the training we received from pastor training. Kwa hivyo nimefurahia sana kuwa mahali hapa. And I'm so grateful to be here today. Nimesonga katika kiwango kingine. I'm being lifted to another level. Zaidi ya yote nimefurahia sana. Above all, I'm so glad. Na Mungu amani awabariki na watie nguvu. The Lord of peace may bless you. Tutakapokutana kesho mahali pale. As we start today, tunapoanza leo, mwambie tu Bwana asante. Kabla ya kuanza ratiba hii, mshukuru Mungu kwa sababu yeye ni baba yetu, anatupenda. Hii ni siku ambayo Mungu amefanya. Mwambie tu Bwana jambo kabla ya kuanza rasmi. Baba, tukushukuru kwa sababu wewe ni mwema, fadhili zako ni mpya kila asubuhi. Asante kwa sababu hii ni siku ambayo umefanya Bwana. Tunakushukuru kwamba hii nchi umetupa, tunakushukuru kwamba hii county umetupa. Thank you, Lord, for our director who had this vision for this nation Tunakushukuru kwa mkurugenzi wetu aliye na maono kwa sababu ya taifa hili, and for the launch of today. kwa sababu ya launch ya leo, siku ya leo. Lord, Father, this evening we thank you. Baba, jioni ya leo tunakushukuru. Thank you very much. God bless you. Asante Bwana na wabariki. I want to, before I bring our chairman, Kabla nilete mwenyekiti wetu, I don't want to forget my wife. She's here, please. sitaki nisahau mke wangu Just huko some hapa. of sometimes, you know, if these things go on, Unajua wakati mambo yanapokuwa ikiendelea, you might be forgotten. Just come over, please. unaweza kusauliwa. Tafadhali njoo Greet the congregation before I bring the chairman. salamia kusanyiko kabla nilete mwenyekiti. Hallelujah. Haleluya. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Thank God for everything. Nashukuru Mungu kwa kila jambo, I also thank God for every visitor na pia nashukuru Mungu kwa kila mgeni who has come here today. ambaye amekuja hivi leo. Just say you are blessed. Nataka kusema kwamba wewe And umebarikiwa. may God bless you in abundance. Bwana akubariki kwa utele. I thank God for John Crimmins, Nashukuru Mungu kwa John Clemens, all the way from America. wote huko Amerika. I thank God for you to be here today. Nashukuru kwako kuwa hapa leo. I thank God for our director, Nashukuru kwa mkurugenzi our coordinator, mwenye and every GBT teacher who has come. kila mwalimu wa TBT ambaye amekuja. May God bless you. Bwana na wabariki. I know this one is going to be a success. Najua kwamba hii itaenda kufaulu. My name is Beatrice Kubira. Jina yangu ni Beatrice Kubira. I'm saved. Jesus Christ is my personal savior. Na kwamba Yesu ni Bwana mwokozi wa maisha yangu. I'm a mama who has children, Ni mama mwenye na watoto, and this is my husband here. na huyu ni mume wangu wako hapa. Amen. As you have been working with us Vile umekuwa ukifanya kazi in pamoja the nasi area sub-county, kwa kila sub-county, you have seen how pastors have tasked to receive this word. tumeona vile wachungaji wako na kiu kupokea neno hili, And I believe through our director, Dr. John,
Naamini kutoka mkurugenzi wetu Dr. John, Kisii is going to change. Kisii enda kubadilika. Our pastor want to be transformed. Wachungaji wetu tutaenda kugeuzwa. And to stop reading the Bible. Na wakome kusoma Biblia. And expounding the word with errors. Ambayo ina makosa mingi. But from today and from after this year, na kuanzia leo na baada ya mwaka huu, I believe we are to have the word of the Lord, not errors. Na mimi tutakuwa neno la Mungu pasipokuwa na makosa yoyote. So we appreciate GPT. Na tunashukuru GPT for this gift they have given to the land of Kisii. Kwa sababu ya kipawa ambacho wamepeana katika mji wa Kisii. Tafadhali basi hiyo habari. Amen. Amen. Are you ready tonight? Uko tayari jioni ya leo? Are you ready tonight? Uko tayari? I want to bring to you our director. Nataka leta kwetu mkurugenzi wetu and the president of Global Pastor Training. Rais wa Global Pastors Training. Who is coming to share with us. Ambaye atakuja kushiriki pamoja nasi. Share more about what Global Pastor Training is all about. Ashiriki zaidi yale ambayo anahusu Global Pastor Training. And also I know that the Lord has put a word in his heart for you. Naamini Mungu ameweka neno la Mungu kwa moyo wako. So with gladness and joy and celebration, na shangwe na vigelegele, please let me bring to the microphone wacha tulete katika kikosi cha John Clements. John Clements. Read until he reaches here, please. Piga mpaka akuje. Thank you. Please be seated. Thank you so much. It's great to be here and great to be with all of you. Ni vizuri kuwa hapa na ni vizuri kuwa na kila mmoja wenu. I'll say a word about Global Pastor Training in a minute. Tasema neno kuhusu Global Pastor Training kwa dakika. But first of all, I would like for the chairman of Kisii County Pastor and Clergy Forum to come and stand with me for just a moment. Lakini kwa sasa ningependa kumualika mwenyekiti wa Kisii County for aje asimame na mimi hapa kwa dakika moja. Because I think it's important to understand what the difference is. I've been to Kisii, I think this is my 4th trip. Nataka uelewe tofauti kwa sababu hii ni mara yangu kama ya 4 hivi kuja hapa Kisii. And perhaps a few of you were in one of the other workshops I led in previous years. Na labda hata katikati yenu kuna mmoja wenu ama wawili ambao walihudhuria kongamano ambazo nilikuwa nazifundisha hapo awali. But the difference this time is precisely this. Lakini tofauti kati ya ile na hii ni hii sasa. That the chairman of your local pastors forum, ya kwamba mwenyekiti wa muunganiko wa wachungaji, wrote us earlier this year, alituandikia mwaka huu na ulipoanza, saying that they had over 800 member pastors. Akatuambia kwamba kuna wachungaji wachungaji 800 washirika wa hiyo umoja wa wachungaji in the county, katika county hii. And would Global Pastor Training come and offer training to all of them plus any others that want to come? Na akaomba ya kwamba Global Pastor Training ije ikaweze kuwafundisha na wengine wale ambao wangependa kuungana nayo. So Global Pastor Training responded to the chairman's letter. Na kwa hivyo Global Pastor Training ikamjibu barua yake by saying that absolutely we would love to come. Tukasema kwa hakika tutafika. If the Lord would be pleased to open the door and provide the means that would allow us to come. Ikiwa Bwana atafungua mlango ya kwamba tupate rasilimali ya kutosha kuja katika kuandaa kongamano hizi. So our board approved this project in April of this year. Hivyo bodi yetu ikakubali program hii iendelee mwezi wa 4. And so beginning in April, May, June, July, August, we were praying and seeking the Lord's provision to make this teaching process happen. Kwa hivyo mwezi wa 4, wa 5, wa 6, wa 7, wa 8 tulikuwa tunaendelea na maombi tukimuuliza Mungu ya kwamba afungue mlango tu hii program iweze kuendelea. Because we couldn't just stop everything else we're doing in Africa, India, Pakistan and the Caribbean in order to just do training in Kisii County. Kwa sababu hatungeweza kusimamisha ratiba zetu zingine ambazo zinafanyika Afrika, kule Caribbean, Pakistan na India ili kwamba tuje hapa katika mafundisho haya. And now the Lord has provided the resources. Lakini sasa Mungu amefungua njia ya rasilimali. And so we are going to be offering Global Pastor Trainings Tier 1 and Tier 2 workshop. Na kwa hivyo tutakuwa tunapatiana mafundisho yetu ya Global Pastor Training awamu ya kwanza na awamu ya pili in each of the 11 different sub-districts that the Kisii County Pastor and Clergy Forum have identified
within your county. Na tutakuwa tunapeleka mafundisho haya kwenye zile sub counties 11 ambayo inawakilishwa chini ya wenyekiti ya umoja wa wachungaji. And so this is indeed a partnership, and I am delighted to be here. Na hili ni kuungamana, nimeshukuru sana nimefurahi kuwa hapa. The Lord will do. Looking forward to what the Lord will do. Na natazamia kuona kile ambacho Bwana atatenda. Amen. 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 Also want to recognize our brother from the Evangelical Alliance of Kenya. Is that correct? Ningependa pia kumtambua ndugu yetu kutoka katika umoja wa wachungaji wa Evangelical. He is the secretary. And the secretary. Na askofu huyo hapa kumbe ndio. You're the Daniel. Daniel. I know Daniel very well, of course. Sikuwa najua kumbe. Well, great. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. I look forward to getting to know you. Ningependa pia kukujua zaidi. So I wanted just to say a word. I thought it was important before we simply began workshops that we pray and seek the face of God. Niliwaza kwamba itakuwa ni vizuri kabla hatujaanza zile workshops zetu ya kwamba tuanze kwanza kwa maombi. So if you have your Bible, I want you to turn and open with me to Nehemiah, the 8th chapter. Na kwa hivyo kabla Ezra and the work that he was undertaking in Nehemiah's day to bring revival to the nation of Israel. Wakati nilikuwa nasafiri safari hiyo ndefu, nilikuwa ninatafakari kuhusiana na Ezra na kazi aliyokuwa anaifanya wakati wa Nehemiah. Those of you who know your Old Testament, you'll know that this is taking place after Israel has been held captive in Babylon for 70 years. Utagundua kama wewe ni msomi wa Biblia ya kwamba hii inatendeka baada ya Israeli kutekwa kule Babiloni miaka 70. They've been brought back to the land to restore Jerusalem and rebuild the temple. Wamerejeshwa Yerusalemu ili kwamba kujenga Yerusalemu na hekalu. They faced a great many obstacles along the way. Wamekumbana na changamoto nyingi sana wanapoendelea na hali hiyo. But now the hand of God is with them. Lakini sasa mkono wa Bwana uko pamoja nao. And so Ezra has called the whole assembly together. Na sasa hapa Ezra ameita kusanyiko lote pamoja. And so we read in Nehemiah chapter 8. Na kwa hivyo tunasoma katika kitabu cha Nehemia mlango wa 8 that all of the people and the leaders of the people told Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses that the Lord had commanded Israel. Ya kwamba Nehemia anaamrisha viongozi na wakilishi wa watu ya kwamba wakalete kitabu cha Torati ikasomwe mbele ya watu wote. And in verse 2, so Ezra the priest brought the law before the assembly. Mlango wa 8 mstari wa 2 nasema naye Ezra kuhani akaileta Torati mbele ya kusanyiko, both men and women and all who could understand what they heard. Na wanaume na wanawake na wote waliweza kusikia na kufahamu. And they did this on the first day of the 7th month. Na haya yalifanyika siku ya kwanza ya mwezi wa 7. And he began to read from the word of God. Akasoma humo mbele yao kutoka neno la Bwana. Moving on down to verse 5. Kisoma chini pale mlango wa 5. And so Ezra opened the book, the word of God, in the sight of all the people. Ezra akafunua kitabu machoni pa watu wote. And in verse 6, Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people answered, saying, Amen, Amen. Mstari wa 6, Ezra akawabariki watu wote mbele zake na wote wakasema Amen, Amen, Amen. Lifting up their hands, and they bowed their heads and worshipped the Lord with their faces to the ground. Pamoja na wakiinua mikono yao kisha wakiinama vichwa vyao wakimsujudu Bwana. And as Ezra read the word of God to them, na wakati Ezra alisoma neno la Mungu kwao, others also stood with Ezra. Kulikuwa na wale wanaelekea kule Kenya. Tutakuwa tunaanza kule Kenya tena. We'll be beginning the workshop there. Tutakuwa tunaanza washa nyingine itakuwa inaendelea pia pale Kenya. And we encourage every pastor. Tutakuwa tunapenda kuwasihi wachungaji. Particularly if you're a pastor and you don't have the benefit of Bible college, you don't have the benefit of seminary. Wachungaji wote tungependa kuwasihi sana sasa na wale ambao hawana mafundisho ya seminary na ya Bible college. You come. Njoo. And you'll be nawe uta reminded. Kumbushwa. You'll be renewed. Utawishwa.
and you'll receive further instruction in the things of God's word. Na utapokea maagizo ya ziada kwa ajili ya kazi ya Bwana. And you'll leave the workshop better able to pastor your people. Na utatoka kwenye washa hiyo ukiwa una uwezo zaidi ya kuweza kuwachunga watu wako. So as Ezra read from the word of God to this great assembly of Israelites, kwa hivyo Ezra alipokuwa anasoma neno la Mungu kwa kundi kubwa la Waisraeli, the Spirit was at work. Roho wa Bwana alikuwa katika kazi. And we are told, na tunaambiwa in verse 9, katika mstari wa 9, that the day is holy to the Lord your God. Ya kwamba siku hii ni siku takatifu kwa Bwana wetu. And then they admonish the people, don't mourn and weep. Wakawaagiza watu msiomboleze wala msilie. Because we're told in the text, for all the people wept as they heard the word of God. Kwa maana tunaambiwa katika maandiko pale kwa maana watu wote walilia waliposikia maneno ya Torati. You see, that almost always happens. Unajua hii ni kitu ambacho kinatendeka mara kwa mara. The word of God is pure. Neno la Mungu ni safi. The word of God is holy. Neno la Mungu ni takatifu. The word of God is righteous. Neno la Mungu ni ya haki. The word of God pierces neno la Mungu the heart and separates right from wrong, good from evil. Neno la Mungu linapenya, linaingia katika moyo, linagawanyisha uzuri na ubaya. So it's not about me. Kwa hivyo hiyo sio kuhusu mimi. It's not about global pastor training. Sio kuhusu global pastor training. It's about the same thing that Ezra was concerned about 700 or 500 years before Christ. Ni kuhusiana na hii ambayo Ezra alikuwa pia anahusiana nayo miaka 500 kabla ya Kristo. Getting the word of God into the hearts and minds of God's people. Kuleta neno la Mungu katika mioyo na mawazo ya watu. And we're committed to training pastors. Nasi tumejitolea kwa fundisha wachungaji. Because as Thomas already pointed out, kama vile Thomas alikuwa ameelezea hapo awali, pastors are God's anointed leaders for his people. Wachungaji ni watu wa mafuta wa Mungu kwa ajili ya watu wa Mungu. And so if we can strengthen one pastor one time, kwa hivyo tukimtia nguvu mchungaji mmoja kwa wakati mmoja, we can strengthen 100 or more believers on an ongoing basis. Tunaweza kuwatia moyo wachungaji 100 watu 100 kwa namna ya kuendelea. He's better able to equip his people. Mchungaji ana uwezo ule wa kuweza kuwavika watu wake. As Paul says in Ephesians chapter 4. Kama vile wa Efeso 4 inavyosema, Paulo anasema katika Efeso 4. That the Lord Jesus, kwamba Bwana Yesu Kristo, risen, glorified and seated at the right hand of the Father, aliyefufuliwa na akatukuzwa katika mkono wa kuume wa Mungu Baba, appointed some to be apostles, amewaweka teua wengine kwa mitume, prophets, manabii, evangelists, wainjilisti, pastors and teachers, wachungaji na walimu. And why? Na ni kwa nini? Why? Kwa nini kufanya hivyo? So that the church of God might be built up. Ili kwamba kanisa la Kristo likajengwe. Until the people of God come to full maturity in Christ. Na watu wa Mungu waweze kufika katika ukomavu. So that they are no longer tossed here and there by every wind of doctrine. Ili kwamba sukume huku na huku na mafundisho. And the deceitful craftiness of men. Na ujanja ya wanadamu. But rather, lakini speaking the truth in love, wakaweze kusema ukweli katika upendo. And where does that truth come from? Na ukweli unatoka wapi? What place, brother? Inatoka wapi? In the word. Kwa neno. But speaking the truth in love, wakanene ukweli katika upendo. We grow up together into the fullness of maturity in the Lord Jesus. Tukaweze kukua pamoja katika kimo cha Kristo Yesu. See, that's the goal of every global pastor training workshop. Hiyo ndio lengo kuu ya kila kongamano ya global pastor training. And that's the calling and purpose of every true pastor na hiyo ndio of the Lord Jesus Christ. Mwito wa kila mchungaji wa kanisa la Kristo Yesu. To assemble and disciple the Lord's people. Kuwakusanya na kuwafunza watu wa Mungu. To evangelize so that lost sheep may be gathered in. Kwa kufanya uinjilisti ili kondoo zilizopotea zikaletwe ndani. And to nurture them and bring them to maturity for as long as the Lord is pleased to keep them in this world. Na kuwakuza na kuwalea mradi wangali Bwana amependezwa wakue hapa ulimwenguni. So that when they leave this world, ili kwamba wanapoondoka katika ulimwengu huu and enter into the presence of God, na waingie katika uwepo wa Bwana, they may receive from the Lord Jesus, wapokee kutoka kwa Bwana Yesu Kristo, that appellation that we should all seek.
hiyo dawabu ambayo kila mmoja wetu anapaswa kuona. Well done, good and faithful servant. Vema mtumishi mwaminifu. Enter into my rest. Ingia katika pumziko langu. Isn't that the goal of every believer? Sije hiyo ndio lengo la kila muumini? And yet how shall they hear without a preacher? Na je, sasa watasikiaje pasipo na mhubiri? That's the burden and heart of Global Pastor Training. Sasa huo ndio mzigo na moyo wa Global Pastor Training. I heard a great story just the other day as I was preparing to come here. Nilisikia hadithi ya kufurahisha sana nilipokuwa najiandaa kuja hapa. That I'll leave with you. Ambaye nitapenda kuwaachia. You remember of course that when Jesus died. Mtakumbuka kwamba wakati Kristo Yesu alikufa, he died between two thieves. Alikufa katikati ya waizi wawili. One crucified on his left, the other crucified on his right. Mmoja alisulubiwa akiwa kushoto, mwingine akasulubiwa akiwa kulia. And while the Lord Jesus hung there, wakati Kristo ameangikwa pale, a sinless savior suffering for a lost mankind, Mwokozi ambaye alikuwa hana dhambi akiteseka kwa sababu ya wenye dhambi. The only one in all of human history who could have accomplished that, by the way. Yani yeye wa pekee ambaye hakuna mwingine yeyote katika historia ya mwanadamu angeweza kutenda hivyo. The one criminal began to mock and ridicule Christ. Yule jambazi mmoja yule akaanza kumkashifu na kumtusi Kristo. And the other also hanging on the other cross. Na yule mwingine pia katika msalaba ile nyingine said across the way, akimuongelesha akimwelekea, why are you ridiculing this man? Akimwambia yule mwizi mwingine, mbona unamtusi? That we are here today because we deserve it. Ya kwamba sisi tuko katika msalaba hii kwa sababu tunastahili kuwa hapa. But this man has done nothing wrong. Lakini huyu mtu hakufanya chochote kibaya. And then he turned to the suffering Savior as he hung there. Na akamgeukia Mwokozi ambaye anateseka akiwa ameangikwa pale. And said to him, Lord, akamwambia, Bwana, remember me when you come into your kingdom. Nikumbuke unapoingia katika utakapofika katika ufalme wako. And the Lord Jesus Christ looked at him. Na Kristo Yesu akamgeukia. And he said to him, what? Akamwambiaje? This day, akamwambia, leo shall you be with me in paradise. Utakuwa pamoja na mimi paradisi. And so the story goes, na hadithi inaendelea, that the thief, mwizi huyo, got to heaven's gate. Alifika kwa mlango ya mbinguni. And a young angel was there to meet him. Na kulikuwa na malaika chipukizi alikuwa pale kwa mlango akimngojea afike. Coming up to the gate. Akamwona akikuja pale mlangoni. And he said to the thief, akamwambia yule mwizi, he said, why are you here? Wewe mbona uko hapa? You don't belong here. Wewe si wa huku. We know you. You're a thief. Wewe ni mwizi, haupasi kuwa hapa. And the thief looked at him and he said, yes, but I was sent. Yule mwizi akamwangalia akasema, lakini bwana, mimi nimetumwa. The young angel said, will you just wait here a minute? Akamwambia, hebu subiri hapo kidogo. So he went and found the senior angel. Akaenda katafuta yule malaika mkubwa. He brought the senior angel back. Akamleta yule malaika mkubwa. The senior angel looked at the thief for a moment. Na yule malaika mkubwa akamwangalia yule mwizi, akamwambia, so tell me, hebu niambie, what do you know about the doctrine of justification by faith alone? Wewe unajua nini kuhusiana na mafundisho ya utakaso kupitia imani pekee? And the poor thief looked at the head angel and he said, I never heard of it. Yule mwizi akamwambia, bwana, mimi hiyo mambo nazama na nisikii. The head angel, somewhat perplexed, yule malaika mkuu akamwangalia akasema, bwana, said to the thief, well, akamwambia mwizi, let's just cut to the chase. Haya, hebu tupunguze maneno, twende hapa hapa. Where do you stand? Wewe unasimama wapi? On the authority of Scripture as the Word of God. Kuhusiana na mamlaka ya maandiko kama neno la Mungu. And the thief looked at him and he said, I don't know what you're talking about. Yule mwizi akamwambia, bwana, mimi hata kenye unasema sielewi. And so the head angel said to him, yule mkuu wa malaika akasema, well, what on earth are you doing here at heaven's sasa, gate? Kwa milango ya mbinguni unafanya nini wewe? The thief looked at him. Yule mwizi akamwangalia. And he said, akasema, the man hanging on the middle cross yule mtu aliyekuwa ameangikwa kwa msalaba ya katikati aliniambia nikuja hapa.
The man hanging on the center cross told me to come here. Yule aliyekuwa ameangiwa kwa msalaba ya katikati ndiye aliniambia nikuje hapa. And the two angels stood aside and opened the gates. Na wale malaika wawili wakasimama kando wakafungua mlango For the thief. Kwa yule mwizi kuingia. Who had just been saved. Ambaye alikuwa ameokoka tu. In the grace and mercy of our Lord. Katika rehema na rehema za Bwana wetu. Amen. Amen. See, that's our gospel. Hiyo ndio injili yetu. That's our Christ. Hiyo ndio Kristo wetu. And in the power of that message. Na kwa nguvu ya hiyo ujumbe, Kissy County will be changed. Kissy County itabadilika. What is our task and what is our purpose? Kazi yetu ni nini na makusudi yetu ni nini? The task of Global Pastor Training. Kazi ya Global Pastor Training is to bring spiritual and biblical maturity to poor and under-equipped pastors serving the poor. Ni kuleta mafundisho ya kibibilia kwa wachungaji ambao hawajapata mafundisho ya kutosha. So that the poor may have the gospel preached to them. Ambao wanafanya kazi katikati ya maskini ili kwamba maskini wapate injili. Not a pretend gospel. Sio injili ya kujifanya. Not a fake gospel. Sio injili not a false gospel. Sio injili ya kutunga, sio injili ya, lakini injili ya kweli. Remember what the Lord Jesus said. Kumbuka kile Kristo Yesu alisema. You go back and tell John the Baptist. Nenda mkambie Yohana Mbatizaji. The blind see. Vipofu wanaona. Lame walk. Viwete wanatembea. Deaf hear. Viziwi wanasikia. Lepers are cured. Na wale wenye ukoma wanatakaswa. Wafu wanafufuliwa. Na the poor maskini have the gospel preached to them. Wamepata injili. Brothers, I didn't understand for years. Mimi sikuelewa kwa miaka nyingi sana. How it was that the Lord Jesus could talk about obviously miraculous things. Jinsi ambavyo Kristo angeweza kuongelea kwanza kuhusiana na mambo haya ya miujiza. The deaf hearing. Visiwi kusikia. Viwete kutembea. Lepers being cured. Wale ukoma kutakaswa. Wale ukufa kufufuliwa. On the one hand. Na baadaye and then equate that and conclude that with this comment. Kwanza kwa upande mmoja hiyo, alafu anamalizia kwa kusema hivi. In his view was equally miraculous. Na pia hiyo inaonekana kwamba ni kimiujiza kwa kipekee. Equally an indication of the power of God at work. Na kwa kipekee pia inaonyesha nguvu za Mungu. That the poor ya kwamba maskini should hear the true, pure and unadulterated message of the gospel of Jesus Christ. Wanaweza kusikia neno la Mungu ambalo halijinajisiwa wala haina dosari, neno safi ya Mungu. So for over 20 years it's been our great privilege to help pastors serving among the poor to bring the true gospel of the Lord Jesus Christ to their communities and to their churches. Kwa miaka 20 imekuwa ni fursa kubwa yetu kuweza kuleta neno la Mungu kwa wachungaji wanaofanya kazi katikati ya maskini ili kwamba wakalete neno hilo katika jamii yao. And now for the first time we have the wonderful opportunity to test this in the entire county of Kissy County. Na sasa hii inakuwa ni kwa mara ya kwanza tunaifanya kwa njia kujaribu katika county mzima ya Kissy. My hope, my prayer, ombi langu na tumaini langu, my firm conviction na ushawishi wangu wa ndani is that when I come back here 12 months from now, and it will take 12 months for us to do these 22 workshops. Ya kwamba kwa miezi 12 nikirudi hapa kwa sababu itatugharimu miezi 12 kufanya hizi kongamano 22. That we'll find tutapata a livelier church, kanisa ambalo lina uzima una uhai zaidi, a more biblically committed church, kanisa ambalo limejitolea sana katika Biblia, a more evangelistically active church, kanisa ambalo limejitoa katika uinjilisti zaidi, a more biblically obedient church, kanisa ambalo linatii Biblia zaidi, because the pastors kwa sababu wachungaji have come to better understand wamefika katika ufahamu bora zaidi, the great privilege, katika fursa walionayo, the great responsibility that is ours, na majukumu ambayo ni yetu, to lead the people of God, kuongoza watu wa Mungu into the things of God, katika vitu vya Mungu, for the glory of God, kwa utukufu wa Bwana. So all of you have prayed, and so if you would permit me, I'd like to close this meeting in prayer. Tumeshaomba pamoja tayari, lakini Mr. Chairman, if you would come and stand with me. Nataka nifunge mkutano kwa maombi. Nataka kumwomba mwenyekiti aje asimame na mimi hapa.
And just let us join hands together as I pray. Tuungane mikono tunapoomba. And so, Heavenly Father, we just thank you. Baba wa mbinguni tunakushukuru. Thank you for this meeting tonight. Shukuru kwa mkutano huu usiku wa leo. Thank you for the workshops that are starting tomorrow and Tuesday. Nakushukuru kwa sababu ya kongamano zinazoanza kesho na Jumanne. In Kisii South and in Kenyenya. Pale Kisii South na Kenyenya. We pray, Lord, that you would encourage the pastors to come. Naomba ya kwamba ukawatie moyo wachungaji kuhudhuria. That you will bless them as they come. Na utawabariki wanapokuja. That they will be reminded, that they will be renewed, and that they will receive further instruction to the glory of God the Father. Kwamba watakumbushwa, watauishwa na watapata maagizo mapya katika Father, we thank you for your promise. Nakushukuru kwa ahadi yako. My word does not return void. Ya kwamba neno langu halirudi bure. But it will surely accomplish the purpose for which I send it forth. Lakini lazima itatimiza kusudi ambalo nimelituma. And so, Father, we pray that as the word of God goes forth in Kisii County for the pastors, kwa hivyo Baba, tunakushukuru ya kwamba neno lako linapoondoka kwa ajili ya wachungaji katika Kisii County, that they will take it to their churches, wataichukua makanisani mwao, and all the more faithfully, na kwa uaminifu, and all the more joyfully, na kwa furaha, proclaim the whole counsel of God, wataweza kutangaza to the people of God, yote ya Mungu kwa watu wa Mungu, so that the church and the people of Kisii County, ili kwamba watu katika kaunti ya Kisii may know you, wakujue wewe, the one true and living God, Mungu wa kweli aishiye, and your Son, our Lord Jesus Christ, na mwanao Yesu Kristo Bwana wetu, the Lamb of God, mwana kondoo wa Mungu, and Savior of sinners, na mkombozi wa wanyadhambi. We ask these things, O Father, tunauliza mambo haya Bwana, in the name of our Lord Jesus Christ, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, and we give you all the praise, na tunakupa sifa zote. And all the Lord's people said, na watu wote wa Mungu wanasema amen. Mungu awabariki, asanteni sana. Kubarikiwa. To have such an opportunity kuwa na fursa kama hii, to be trained, kufunzwa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. My name is Pius Kipchumba. Jina langu ni Pius Kipchumba. I'm a regional teacher in the North Rift and Western Kenya. Niko kiongozi katika North Rift na Eastern Kenya. And I'm so glad to be here. Na nimefurahia kuwa hapa. May the Lord bless you. Bwana awabariki. Let's rise up on our feet. Simama kwa miguu. It's time to post your everything. The word of prayer. We want to say the words that Apostle Paul said. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit. Bless you. Have a great time as you have fellowship. God bless you very much.